Haya, mulikeni vizuri, kesho ziuko mitandaoni. Zaidi tumemteka. Naika kuita. Mcheza na nani shekhi mshakuwa Mungu umekwenda? Ndio tucheze nao? Mimi siwezi shekhi. Leo ishakuwa mibovu mimi. Leo lazima acheze. Não, angalau kucheza. Sema. Hata watoto wa Yanga pia tunawashukuru. Sasa tunaweza pia tukawaambia wakasema wana timu zao na mwalimu fulani wote tunawashukuru. Lakini wewe ni kushukuru kwa ziada kwa sababu wewe ndio kwanza safari yako kutoka mbali, lakini wewe pia ni mtani wetu, umekuwa heshima kubwa zaidi. Tofauti na hali. Tofauti na nani? Mtu wa Yanga mwingine wewe imekuwa muhimu zaidi sana kwako. Mimi engineer umenishukuru vya kutosha sana. Mimi sikushukuru chochote ila Allah mwenyewe ndio anayejua. Sio mimi. Sisi binadamu tunaishi ndani kwa unafiki. Wewe ndani mwako sikujui. Unanielewa vizuri engineer. Hii ndani humu unachokiwaza mimi unaweza ukawa unanishukuru lakini mimi nakunona. Unaendelea. Sina chochote cha kukwambia, ila anayejua ndani ya moyo wangu ni Mwenyezi Mungu pekee ambaye kesho atakayenipa adhabu ya kaburini. Sijawahi kupewa mwaliko na kiongozi yoyote yule zaidi ya wewe, na nawaambia watu wa Yanga wasikie, wakija wakikupoteza wewe watakuja kulia kilio cha mbwa na kuonyeshea kidole cha shahada hivi. Kwanza unajua kuunganisha watu, pili unajua hawa watu ni Waswahili. Sisi tunataka Waswahili wa Yanga wanataka wao la karaha, hawataki. Na hili kila siku kwenye vyombo vya habari naliongea, Yanga hawataki karaha, wao wanataka raha tu. Karaha kwao ni tabu. Siku moja najua ulipotoka au ulishikwa na hasira ukasema watu wanatoka huko watokako wameshakula visampu vyao, wameshakula ugali wao, miogo yao, lakini wanakuja kuongea vitu ambavyo hawavijui. Ni kweli na ndivyo tulivyo, wala sikupingi, na hilo neno liliongea ni kweli.
Lakini unaona maneno yaliyotokea, watu wakakwambia engineer omba msamaha, ukawaomba msamaha. Lakini kwa nini uliongea? Aziz Ki hakuna mtu yote anayejua hapa anachukua shilingi ngapi. Aziz Ki hawajui nani anamfanya Aziz Ki anatulia anacheza mpira. Anapata wapi pesa, anapata wapi maisha mazuri, ana relax vipi? Sheikh, si hatujui, si kazi yetu kada tunachokitaka. Ila mimi ninachokuambia, wewe umenistiri mimi, hata Mungu na mtume umenistiri. Hai umenistiri. Yaani wewe bwana mdogo umenistiri. Anayejua ni Mungu. Nilikuwa naomba kila siku engineer, naomba nipande ndege. Mungu, mimi nakufanya kazi ndio eneo mliochukua. Kwanza mimi kuja kwenu hapa, nyinyi ni partners wetu. Mimi nafanya kazi Railway na nyinyi mmeweka uwekezaji wenu kwenye eneo letu la reli. Kwa hiyo hata kuja, mimi sijaja kwa ajili ya Simba wala sijaja kwa ajili ya Yanga, nimekuja kwa ajili yako wewe ulionialika katika futari hii. Umenielewa sijui? Ndege zinapita pale chwa zinaenda. Anasema siku moja nililia na nafsi yangu. Nyie mnacheka, lakini mimi vitu ambavyo nililia na nafsi yangu nikasema, Mwenyezi Mungu, kwani mimi ni nani na wale wanaopita pale ni kina nani? Si wana moyo kama wa kwangu. Hebu Mwenyezi Mungu nisaidie siku moja tu nipande ndege. Kapanda. Mwenyezi Mungu ameniletea ndege, nimepanda Airbus. Dar es Salaam tu Mwanza. Hatari. Nilienda kutembea Sheikh. Nilienda kufanya nini? Mimi bwana, hao watoto acha watuwekee hivi vitonge vyao. Lakini na nilikuwa naomba usiku na mchana nikutane na wewe Ngangangu. Hivi kama leo Wandula, sisi Wanyamwezi tunasema Wandula. Mimi na furaha kubwa sana. Naweza nikaongea usiku kucha, yani hata usilale. Na naomba simu yako kama namba yake ipo. Naomba simu yako. Mimi mzima wewe.